Karibu TZT.com, naitwa Nesia. Umeshawahi kuwa na jiuliza kwa nini labda unafanya mazoezi, unafanya diet na mtu ambao mko sawa, labda mko sawa, basi tumeanza mazoezi mimi na wewe. Alafu unashangaa mwenzako anapungua, wewe haupungui, unapungua taratibu au upati matokeo sawa na wengine. Yaani mnafanya mazoezi sawa, mnakula diet sawa, lakini mwenzako anapungua au wewe unapungua taratibu. Ushawahi kujiuliza ni kwa sababu gani? Sababu ya kwanza ambayo inaweza ikasababisha ukawa unachelewa kupungua au ukapata matokeo ya kuchelewa, kwanza ni jinsia. Mwanamke na wanaume huwa wana muscles au misuli yao inakuwa ni mingi zaidi kuliko wanawake. Kwa hiyo mwanamke atachelewa kupungua uzito. Kama mimi tumeanza labda niko na mwanaume ambao wote labda tuna uzito sawa au wote tuna lengo moja, mwanaume na mwanamke, yule mwanaume yeye atawahi kupungua uzito na kutengeneza shape yake kuliko mimi mwanamke. Kitu kingine ambacho kinaweza kikasababisha labda wewe matokeo yako yakachelewa ni umri. Ukiwa na umri mdogo, labda miaka 20, miaka 30, ukitaka kupunguza uzito, yule mwenye umri mdogo atawahi zaidi kupungua kuliko wewe mwenye umri mkubwa. Kwa sababu gani? Masisi yako, yani misuli, kwanza umri unapozidi kwenda ile misuli yako inapungua. Yani mafuta yanaongezeka na misuli inapungua. Alafu metabolism ya mtu ukishafika kuanzia miaka 10, kuanzia miaka 30, ukifika miaka 30 inapungua kwa 10%. Ukifika 40 inapungua. Ina maana wewe ukiwa na umri mkubwa utachelewa zaidi kupungua uzito. Hata kama huyu ana miaka 20, wewe una miaka 40. Au huyu ana miaka 20, wewe una miaka 30. Huyu wa miaka 20, mkienda diet sawa, mkafanya mazoezi sawa, huyu atawahi kupungua na kutengeneza shape yako kuliko wewe mwenye miaka 30. Kwa hiyo ina maana wewe kama umri wako ukiwa juu zaidi, ina maana wewe kupungua uzito kutachukua muda zaidi au utahitajika ufanye zaidi. Kitu kingine ambacho kinaweza kukachangia ni genetics, yani inaamia ulisi wako kutoka kwenye familia. Kuna watu ambao nani zao, metabolism zao rate ziko chini. Yaani kuna watu ambao mmeng'enyo wao wa chakula, nikizungumzia metabolism, mmeng'enyo wa chakula wao kutokana na jinsi walivyoumbwa uko slow, uko taratibu, na ni rahisi kwao kupata uzito na ni ngumu kwao kupungua. Kwa hiyo ina maana kama kwenu mna watu wanene zaidi ambao hata mnakula kawaida nyewe ni wanene zaidi, basi unaweza ukawa na hiyo genetics. Kwa hiyo ina maana haimaanishi kwamba lazima uwe bonge. Ina maana wewe utahitaji ufanye nguvu zaidi kuliko huyu mtu mwingine wa kawaida. Kuna wengine genetics zao ziko tofauti, na maana yeye anapungua ule uzito haraka na hata akila chakula kingi sana yeye anapungua haraka. Kwa hiyo angalia ile genetics yao. Kingine ni madawa unayotumia. Kwa hiyo kama unatumia madawa tofauti yanaweza kukusababishia wewe kama dawa ya pressure au kisukari ukaongezeka uzito, na hata utakapokuwa unataka kupungua uzito ikakupa shida kupungua kwa ule muda ambao unahitajika, kwa ule muda ambao wewe umeupanga, ikakupa shida kidogo. Kingine ni kama tunapunguza uzito, yule mtu mwenye uzito mkubwa sana bado anaweza akapungua haraka sana kuliko yule mtu ambaye ana uzito wa kawaida. Kwa hiyo kingine, kama mtu ni mzito zaidi anaweza akapungua haraka zaidi kuliko yule ambao kama mimi hapa labda na kilo 65, ni mzito ila sio sana. Nikitaka kupungua nitapungua taratibu kuliko yule mtu ambaye labda na kilo 100 anaweza akapungua haraka kutokana na ile masi ya mafuta aliyokuwa nayo. Cha mwisho kabisa ni calories. Kiwango cha calories ambacho unakuwa unakula. Unaweza kuwa unafanya mazoezi, ukawa unafanya diet, lakini ukashangaa haupungui kama vile inavyotakiwa kutokana na calories ambazo unazila. Ili mwili upungue, kuna kitu ambacho kinafanyika. Calories ni kile kitu ambacho kinaingia kwenye mwili kila siku. Kwa hiyo kama utakula calories nyingi kuliko zile ambazo zinahitajika, na hata kama unaenda kufanya mazoezi, labda kama umekula calories 3000 na zinazohitajika kwenye mwili wako ni 2000, umeenda ukafanya mazoezi labda ukachoma 500, basi bado utazidi kuongezeka kwa sababu umekula calories nyingi ambazo kupitiliza. Kwa hiyo angalia kiwango cha calories unachokula. Chakula chako angalia calories zake. Alafu ndio utaweza kupungua kwa muda ambao unatakiwa. Lakini cha muhimu cha kuzingatia ni kwamba
hautakiwi upungue haraka sana. Kuna viwango ambavyo unatakiwa upungue. Kuna viwango ambavyo unatakiwa upungue vilivyowekwa na Shirika la Afya Duniani WHO, kwamba labda inatakiwa ni 0.9 hadi kilo 1.5 kwa wiki. Yaani pungua 0.9 hadi kilo 1.5 kwa wiki. Inamaanisha vipi? Inamaanisha kwa mwezi unaweza ukapungua kilo 3 hadi 5. Usizidishe hapo. Utakapoenda haraka sana ukapungua uzito haraka sana, inaweza ikakupa matatizo ya kiafya. Kwa unapotaka kupungua, angalia ile ratio iliyokuwepo, na vile vile unapoona kwamba umechelewa tofauti na wenzako, basi angalia hizi fakta nyingine zinaweza zikakusababisha, japokuwa utafuatisha kila kitu. Hizi fakta, hizi sababu ambazo nimezitaja zinaweza zikasababisha wewe ukachelewa kupungua uzito wako, ukapungua taratibu, lakini hii haimaanishi kwamba wewe hutaweza kupungua. Haijalishi katika hizo sababu zote. Ina maana ukifuata vizuri, ukajua kwamba hii sababu mimi inanisababisha nichelewe kupungua ni hii, labda ni genetic au ni dawa, basi utaweza kujua jinsi ya kuweza kusuluhisha tatizo lako na ukapata matokeo mazuri. Nakushukuru sana kwa muda wako kuniangalia mwanzo hadi mwisho. Usisahau kusubscribe. Usisahau kunifollow kwenye mitandao ya kijamii TikTok, Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Usisahau kutembelea tovuti yetu tz2.com. Comment leo hapo, alafu subscribe, alafu nitakutumia kitabu changu cha siri kuu za kupungua unene haraka. Na kupenda sana sana sana. Kajaribu ile nitakayokuwa nimeifundisha, alafu utanipa matokeo yake.